Kwa namna ambavyo inaonesha mara baada ya watu kuachana, wanapoachana, sio kila mazingira ni favorable kurudiana tena. Ni mazingira gani ambayo huwa ni sahihi kwa mtu kurudiana na ex wake? Okay. Kwanza ili tujue mazingira ambayo ni sahihi ya mtu kurudiana na ex wake ni lazima tujue pia mazingira ambayo sio sahihi. Okay. Mimi waga na shauri sana, kuna sababu ambazo mtu hastaki kuzitumia kama reason ya kwa nini anarudi kwa ex. Kwa mfano ikitokea mtu anarudi kwa ex wake kwa sababu amekosa mtu mwingine wa kuwa naye. Unaweza kujikuta kwamba mtu anarudi kwenye mahusiano ambao kimsingi alikuwa anamuumiza. Ni kwamba kila siku alikuwa yeye ni wa kulia. Okay. Lakini amejaribu kumove on, kutafuta replacement, amekosa. Kwa wakati mwingine hatushauri mtu kurudi kwenye mahusiano aliyopita eti kwa sababu amekosa mtu mwingine. Lakini mazingira ambayo sio sahihi pia mtu kurudi kwa ex wake ni pale ambapo mtu anataka kurudi kwa ex wake kwa sababu ya upweke. Kwamba waliachana labda kwa sababu ya misunderstanding fulani au walifanya jitihada za kuhakikisha kwamba penzi linakuwa sawa na ikashindikana kabisa. Na nafahamu kwamba kuna wakati ambapo watu wanafanya jitihada nyingi, inafika watu wanaona kwamba imeshindikana. We can't make it. Sasa inapotokea wamefanya jitihada mara nyingi alafu akaachana, baada ya kuachana mmoja akaanza kuhisi kama ana upweke fulani anapitia kwa sababu alizoea kila siku kuna simu, kuna out hapa na pale, akiamua kurudi kwenye mahusiano kwa sababu ya upweke. Hiyo ndio sababu sahihi. Sasa ni sababu zipi sahihi za mtu kurudi, au ni katika mazingira yapi ambayo tunaweza tukashauri mtu arudi kwenye aina kwanza mazingira ni pale ambapo umekuja kugundua thamani ya mtu baada ya kwamba ushampoteza. Okay. Yani ni baada ya kumpoteza unagundua kwamba hivi kumbe nilikuwa nimepata a golden chance kuwa kwenye mahusiano naye. Kwa unajaribu kumtafuta mtu kama yule, umekosa. Kwa unaamua kurudi kwa sababu unajua kwamba ni baada ya mimi kuachana naye ndo nimekuja kutambua thamani yake. Kuna mtu mmoja alikusema kwamba many people they don't appreciate what they have until when there is a threat of losing it or after actually losing it. Kwamba watu wengi hawathamini vitu walivyonavyo au hawajui thamani ya vitu walivyonavyo mpaka pale ambapo wanakaribia kuvipoteza au baada ya kuvipoteza. Kwa wakati mwingine kwenye maisha inatokea kwamba unakuja kutambua thamani ya mtu tayari ameshaondoka. Kwa kwenye mazingira kama hayo unatakiwa urudi, na unavyorudi unatakiwa muonyeshe kwamba nimegundua kwamba wewe lakini sababu ya pili ni kwamba mnatokea umeachana na mtu kwa sababu fulani, lakini baada ya kuachana ile sababu iliyofanya muachane waweza kushughulikia. Kwa mfano kuna mtu labda amekuwa akigombana na mwenzi wake kwa sababu ya kuchelewa kurudi nyumbani au labda kuwa na marafiki wa jinsia tofauti au labda maneno ya kejeli, matusi, labda ulevi waliopindukia au matumizi mabaya ya fedha, kulingana na kosa tu ambalo mtu anaona kwamba kwa sababu hii mimi naweza nikaondoka. Kwa ikitokea mmeachana alafu ile sababu iliyofanya muachane mmefanikiwa kuishughulikia, kwenye mazingira unasema ni sahihi pia mtu kurudi. Lakini wakati mwingine pia unaweza ukaja ukagundua kwamba alikuwa mtu sahihi lakini baada ya kuachana naye, baada ya kuachana kuna kuta kwamba mmekuepo kwenye mahusiano alafu naona kwamba hebu ngoja niende nikatafute mtu labda naweza nikapata mtu bora kuliko yeye, nikiamini kwamba yule naye sio bora. Baada ya kuondoka naona hivi kumbe sina mtu ambaye anaweza akanipenda kama alivyonipenda yule mwingine. Kumbe sina mtu ambaye anaweza akani-encourage kama alivyoni-encourage yule. Sina mtu ambaye pia anaweza akabeba madhaifu yangu kama ambavyo alikuwa anabeba yule. So she or he was the right person. Unaona, okay, katika mazingira kama hayo tunaruhusu kurudi. Lakini sio mazingira yote mtu anaruhusiwa. Yapo mazingira ambayo anatakiwa yatumike au mtu afanyie analysis kabla hajarudi. Kwa nini? Kwa sababu kama mtu atarudi kwenye mahusiano pasipo sababu ya msingi, yale mahusiano yanaweza yastoboe. Okay. Yes.